Hizi ndo sehemu mama za mfumo wa uzazi wa mwanamke ambazo PID huwa ina asili kwa kiwango cha hali ya juu. Ya kwanza ni cervix. Cervix hii ni shingo ya kizazi. Shingo ya kizazi huathiriwa kwa kuachiwa makovu na majeraha kiasi mwanamke anapokuwa anashiriki tendo anapitia maumivu makali. Lakini pia hii cervix huathiriwa kwa kuongezewa pH. pH ya uke inakuwa zaidi kiasi mwanamume anapokuwa na mwaga mbegu zake zinaishia kufa pale, hazifiki kwenye mirija ya uzazi kwa ajili ya fertilization ya yai la mwanamke. Lakini pia sehemu ya pili ni uterus au worms. Huu ni mji wa mimba. Mji wa mimba unaathirika kivipi? Huu mji ndio unafanya kazi ya kumhifadhi mtoto. Ikitokea mwanamke ana PID ya muda mrefu, huu mji huwa unakuwa na uchafu mwingi, ambapo ule uchafu unakuwa sio salama kwa mtoto ambaye atakuja pale au kwa kijusi ambacho kitakuja pale. Na ukumbuka mtoto anakuja kuishi kwenye mji wa mimba. Sehemu ya tatu ni fallopian tubes. Hii ni mirija ya uzazi na ndio huwa inafanya kazi ya kusaidia yai la mwanamke na mbegu za mwanaume kukutana kwa ajili ya fertilization. Ikitokea sasa mirija ya uzazi imeziba, inakuwa ni changamoto kidogo kwa mwanamke kubeba ujauzito. Wanaofahamu au ambao walishawahi kufanya kipimo cha mirija kuziba wanajua changamoto hii inawaathiri kivipi kupitia PID. Sehemu ya 4 ni ovary. Ovary hii huwa inafanya kazi ya kuzalisha mayai. Ikitokea mwanamke ana PID ya muda mrefu, ovary huwa inashindwa kufanya kazi vizuri kiasi inakuwa inazalisha mayai yana malengelenge, mayai ambayo hayana quality ya kuweza kurutubishwa na mbegu za mwanaume kwa ajili ya upatikanaji wa ujauzito. Lakini sehemu ya mwisho ni endometrium. Endometrium hii huwa inafanya kazi tunasema kwanza hizi ni kuta za kizazi. Kuta za kizazi huwa zinafanya kazi ya kushikilia mtoto kile kijusi kinapokuwa kinaenda pale kwenye mji wa mimba, au kwa lugha rahisi ni implantation, huwa inasaidiwa na kuta za kizazi kuweza kufanyika. Ikitokea mwanamke ana PID ya muda mrefu, maana yake kuta za kizazi zitaachwa makovu na pia zitalegea kiasi zinashindwa kushikilia mimba, na wanawake wengi wanajikuta wanaharibikiwa na mimba especially chini ya miezi 3. Kwa hiyo kama una PID na unaendelea kupuuzia kufanya matibabu, kumbuka sasa hizi sehemu mama kwenye mfumo wa uzazi zitaathiriwa na PID. Na zikiathiriwa hizi inakuwa ni changamoto kidogo kubeba ujauzito. Kama mpendezwa na video hii, unaweza kushare na rafiki umpendaye, lakini pia usisahau kulike, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea page hii, tufollow kwa tips za afya kama hizi.